Toi hoi! Toi hoi! Asanteni sana. Sasa mimi nimerudi tena Toi. Toi hapa ni kama nyumbani kwangu. So I'm very happy that this is happening here in Toi. And I want to begin by congratulating Mheshimiwa Bunge wa Kibra kwa kufanya kazi muhimu kama hii. Mimi kifani mimi ni mhandisi ama ni engineer. Kwa hivyo hapa hii ndio kazi yangu hii. Hapa ndio mimi nina ujuzi zaidi. Mimi najua umuhimu wa kazi ambayo imefanyika hapa. Vile hii inaweza kusaidia vijana wa eneo hii yote. This can be a game changer. Kuleta hii utaweza kupatia vijana ujuzi ili baada vijana kuhangaika huko chini namna hii na hapa na pale, mwingine anatafuta bangi kuvuta, watakuja hapa na watapata ujuzi, imparting skills hapa. Ukisoma ile manifesto yetu ya Azimio, mambo hii ya TVET imewekwa muhimu zaidi. Tena tulisema kwamba sisi tutatambua ujuzi ile ambaye mtu amepata hata kama yeye alikuwa hajasoma na ana certificate. Inaitwa recognition of prior learning. Na tulisema tuwapatie vile vile ma certificates. Maana kuna mwingine ambaye alikuwa anasoma lakini hakuweza kufuzu kupata certificate kule ya shule. Lakini baada hiyo akaenda na akasoma kazi na akapata ustadi. Kwa mfano yeye anajua kuchoma vyuma, yeye ana welder. Mwingine ni mechanic. Mwingine ni mseremala, carpenter. Mwingine ni plumber. Mwingine ni anajua kazi ile ya uwashi. Is a masonry. Hayo yote anajua lakini hana certificate. Sasa hao watu wanaweza kuja hapa na wanapewa certificate kurecognize ujuzi wao. Manake kuna mwingine ako na certificate ile ametoka kule lakini ukipatia kazi hawezi kufanya. Hajui kufanya. Lakini yule mwingine amesoma hiyo yeye mwenyewe, amefundishwa na mwingine pale akajua kazi. Anajua kuchoma chuma, ukimpatia welding namna hii anachoma vizuri sana. Ukipatia yeye engine ya gari, yeye anaweza kutoa hiyo engine yote aweke pande hii, aweke pande hii. Hii ndio carburetor, hii ndio differential, hii ni yote ananyesha kila kitu yote. Yule mwingine ana certificate lakini hana ujuzi. Kwa hivyo hii ni muhimu sana. Tunataka vijana wetu wapate ujuzi na vile vile wapewe certificates ili wanaweza kutafuta kazi na kupata. Hii ni muhimu sana. So this is a very important thing. Na vile amesema hapa sasa wamejenga hapa. Hii sasa ni mjengo tu, lakini ndani yake sasa nataka ziwe na vifaa vya kufundisha watu. You need to equip it properly. Equip it properly and then recruit people with knowledge who are going to come here to train the people, to impart the skills. So mimi nimewambia mimi niko tayari kupartner na wao kuwatafutia hao wale wote ambao wanaweza kuwasaidia hapa. Lakini muhimu zaidi ni serikali kuu ambaye iko pale, iko na wizara ambaye inahusika, inatakana wahakikisha kwamba hii institution imekuwa properly furnished with proper equipment ya kusaidia, na vile vile walete walimu ambao wana ujuzi kuja kusaidia watu wetu hapa. Sasa hapa hiyo nilisema kule chini kule kwa shule huko Raila, kwamba elimu ni kitu muhimu sana. Elimu itasaidia vijana wetu. Maana tuko na vijana wengi ambaye wanaingia kwenye soko ya kutafuta ajira. Mashule yetu ukiangalia kila mwaka mitihani inafanywa kianza huko ile
ya primary, ya secondary na chuo kikuu. Kila mwaka sisi tunaingiza katika soko ya kazi watu karibu 1,000,000. Watu karibu 1,000,000. Serikali kuu iko na kazi 700,000. Na hizo 700,000 kuna watu ambao wameajiriwa pale. Ile mwenye inatokea kikiwa kama mtu amestaafu au mwingine amefariki. Hiyo ni 10% peke yake. 10%. Yani kila mwaka katika serikali kuu kuna vacancies 70,000 peke yake. Lakini watu ambao wanatafuta kazi ni 1,000,000 kila mwaka. Wanaingia kwa soko. Kwa hivyo mpaka tutafute njia nyingine ya kupatia hawa watu ajira. Na ajira mzuri zaidi ni self-employment. And self-employment, you can only be self-employed if you have got proper skills. Kwa sababu njia ya Tibet ni muhimu sana kwetu. Ili vijana, manake nilisema 60% ya population ni vijana chini ya miaka 35. Hiyo youth can be a blessing or a curse depending on how you make use of that youth. If they are not imparted skills, then they become delinquents, drug addicts, criminals. But if they're given skills, then they become a source for wealth creation. Naweza kutumiwa kutengeneza, kuzalisha mali. Nataka vijana wetu wawe wote wanaweza kuzalisha mali, sivyo? Hiyo ndio ilikuwa ni madhumuni wetu sisi kama Azimio. Na kama tungekuwa kwa serikali wakati huu, mambo yangekuwa tofauti sana. Wale ambao walikuwa nasema mambo ya mahasla, sasa wamesahau mambo ya sahasla. Lugha yao sasa imebadilika. Lakini sisi tutaendelea, maana yake maisha mpaka yaendelee, mpaka tuzidi kusaidia watoto wetu. Kwa mimi natoa shukrani sana kwa mbunge wenu kuangalia mbele. Mwalimu, yeye ni mwalimu ambaye anajua maana ya elimu. Ndio sababu yeye anafanya haya yote. Kwa hivyo natoa hongera sana kwa Bwana Orero kwa kazi ambayo anafanya. Nishike mkono yake. Alikuja asubuhi leo kwangu nyumbani, akanieleza mpango yake yote yako naye hapa Kibra. Kasema hiyo ni tiki. Endelee namna hiyo. Endelee namna hiyo. Sawa sawa. Sasa mimi niko na nyinyi. Niko na nyinyi, hakuna mahali mimi naenda. Mimi niko hapa. Hapa Kibra ndio kiherehere ya siasa ya Kenya. Kipima joto ya siasa ya Kenya. Ndio kupima joto ya siasa ya Kenya, wanaenda Kibra. Hapo ndio utajua. Watu wa Kibra ni watu ambao wanapenda ukweli. Wanapenda haki. Kama unakuja na upole na unataka ni watu wajadiliane, tayari. Lakini kama wewe ni mtu wa fujo na unakuja na kifua, tuko na dawa yako vile vile. Tunasema kama ni mbaya ni kama mbaya ni hapa Kibra. Mimi nataka kutoa shukrani sana kwa wakazi wa Kibra kwa kujitokeza wakati tulisema mambo ni mbaya. Walikuja wakijaribu yale yote, lakini hakutoa kifua dafu. Ikawalazimisha wakati chini waongee na sisi. Sasa jana waliniletea mimi ripoti. Si wanaleta mimi ripoti. Wengine wakapeleka kwa Ruto huko. Sasa tumebakia na kutekeleza hiyo ripoti iwe implemented. Na sasa mimi nitahakikisha kwamba Bwana Ruto amefanya kazi yake upande ile na mimi nimefanya yangu upande hii. Sawa? Tulisema mambo mengi sana, nimesema tunataka kuhakikisha kwamba ile tume mpya ya uchaguzi, hatutaki Chebukati tena.
hatutaki chebucheta 7 mpaka wawe watu ambaye sisi wenyewe tuna imani nao, sio pile ile sava pale kura iliingia, nataka ifunguliwe ikaguliwe, sawa sawa. Tunataka namna hiyo, tunataka namna hiyo. 3, vile vile sisi tumesema vyama vyetu vibaki hivyo hivyo. Azimio, ODM, Wiper, Jubilee, DAP na Kenya, wale wote vyama ambao ziko ndani ya Azimio zibaki namna hiyo. Kama wewe ulichaguliwa kwa Azimio, wewe uko na kandarasi ya miaka 5, utabaki ndani ya Azimio. Na kama wewe umeshikwa na umalaya ya siasa, unataka kutoka uende pale nyingine, tunarudi na wewe kwa debe. Sina hiyo, sina hiyo. Inaeleweka vizuri, sinaeleweka vizuri, si ndio? Mimi niko hapa, mimi nitazuru Afrika nikaongea na viongozi wa Afrika juu ya mambo ya maendeleo ya Afrika, na mimi nitawaambia yale mimi nitaweza kuwafanyia kule, lakini mimi niko hapa manake hiyo uchaguzi itafanyika mwaka ujao mwezi wa 2. Nikipata nitakwenda Addis Ababa, lakini Addis Ababa ni hapa tu. Nakula breakfast Nairobi, lunch nakula Addis Ababa, dinner narudi tena Nairobi hapa. Na mkinitaka, mkiniita, nitaitika. Sawa sawa? Nikiitwa nitaitika, nikiitwa nitaitika, nikiitwa nitaitika, kutumikia wana Kenya. Oh, kutumikia wana Kenya. Oh, kutumikia wana Kenya. ODM.